Dodoma na kutoa faraja kwa wapenzi wa klabu hiyo ambao walikuwa na hofu pengine mechi hiyo ya Mei 25 ingepelekwa katika uwanja mwingine tofauti na Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso. Na hivi ndivyo ilivyokuwa bungeni leo akijibu swali. Je, serikali inatoa commitment gani kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia mashindano haya, ufunguzi wa mashindano haya ya CHAN yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama ambavyo nimejibu swali lililopita la nyongeza la Mheshimiwa Hanje, commitment ya serikali ni ile ile kuhakikisha mechi hii ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu, ambayo ni mechi ya kihistoria sana, inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila linaloweza ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja ule unatengemaa. Na jana usiku mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo Rais Daktari Motsepe ili kuhakikisha kwamba wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultant wa kimataifa kuhakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante. Naam, huyo ni naibu waziri akilithibitishia bunge la Jamhuri ya Muungano na wapenzi wa mchezo wa mpira wa miguu, fainali ile ya mwisho ya kutoa kombe la shirikisho itapigwa Lupaso. Jambo jema hilo. Habari njema. Manake jambo jema. Manake watu walikuwa wanakaa vichwa vinaoma. Ngoma tunakwenda wanavuka maji tena kwa Zanzibar au wanafanyeje? Na nafasi ya uwanja wa Amani pia ilikuwa ina idadi uwanja unachukua idadi ya wachezaji. Tukio ni kubwa la kihistoria. Kwa hiyo ilikuwa kidogo inaleta maswali kwamba kwa hiyo ukichelewa kidogo tu ukichelewa tu manake upate nafasi ya kuona ndani wa nje. Unaweza ukavuka maji lakini ukaangalia kwenye TV. Unaweza kuvuka maji na ukao kule kwenye TV unatazama. Lakini nafikiri hata kwa kuona kuna baadhi ya maeneo, hasa maeneo ya viti, nafikiri speed ya kufunga viti imekuwa kubwa. Speed ya kufunga viti imekuwa kubwa. Sema eneo ambalo liliwashtua watu wengi ni eneo la pitch. Kwenye ile mechi ile dhidi ya Al Masry. Pale kidogo watu pale ile sehemu ya kuchezea kidogo ile pa mashaka namna maji yalivyokuwa yanatuama na kipindi cha mvua. Umeona bwana, labda mpaka tarehe hizo inaweza mvua azipo, lakini alieleza siku moja wamejaribu kuweka mchanga na vitu gani ili kuona maji yasituame kwenye yale maeneo. Lakini mimi kwani unajua kuna viwanja tukiangalia mechi vya wenzetu ile mapumziko tu. Kuna watu unajua watu maalum wanaingia uwanjani faster. Kupita kila sehemu kukagua kama jani limetoka linarudishiwa, kama kuna kitu gani yaani ile mapumziko tu uwanja unaikuwa sawa. Na mechi kisha manake ni hivyo kinafanyika. Ndio. Sasa sijui hapa sisi tunafanya kwa sababu unajua ile ni nyasi. Kiatu cha mchezaji kina yale meno. Na mle zinapigwa break zile za ghafla. Nyasi wakati mwingine zinatoka. Wengine toka hapo kipande cha udongo kinahamishwa. Sasa ule uharaka wa baada ya mchezo kwenda kukagua, nafikiri sijui kama unafanyika. Haujui wakati tunakuwepo kiwanjani pale ikishaenda half time na kila mtu yuko half time. Half time na watu tunapumzika. Wanabaki tu wachezaji wanafanya warm up. Wanarudi kufanya warm up. Lakini na kingine ni matumizi ya mfululizo nayo. Unajua kiwanja hivi vya nyasi za kawaida yani vina masharti yake sana kwenye kutumia. Ilikuwa nasema kwa wiki mara moja, mara mbili, kitu kama hicho. Unategemea na uzito wa matukio vile. Lakini sasa wewe kama ngoma unaangusha Jumanne, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, Jumatano, uwezi za stories za kumudu. Unaziua. Kwa tupunguze matukio. Tupunguze na Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa ibaki na beba matukio yale. Hadhi ya hadhi ya kimataifa. Hadhi ya kimataifa na hata kama ni matukio ya ndani, mechi kubwa, matukio ya ndani ambayo yana hadhi ya kimataifa, yanaenda pale.
Unajua kukiwa na hiyo nani pia itaongeza hamna hamasa kwa mchezaji naye kutamani kucheza Benjamin Mkapa. Anaweza mchezaji akakaa kwenye rekodi yake akasema mimi katika career yangu yote Mkapa nimecheza mara 12 tu. Na kapata fursa hizo pengine kacheza national team au kachezea hizi klabu ambazo zinacheza michuano ya kimataifa. Nje hapo manake wewe pale huwezi kusogea. Kwa pale mechi ya timu ya taifa inachezwa pale. Michuano ya kimataifa kwa vilabu vinavyoshiriki michuano ya kimataifa mechi zake lazima inabidi zipelekwe pale. Kwa ndo mchezaji naye ile records nimecheza pale mara kadhaa, miaka 10 yangu niliocheza nimecheza pale mara kadhaa. Mara 3 nilipokuwa national team nilipoitwa. Mara hizi nyingine nilipokuwa katika klabu fulani wakati tunashiriki michuano ya kimataifa. Au kwenye dabi. Ukamilifu wa ujenzi wa viwanja vipya inaweza ikaleta hiyo kitu. Kwa sababu mwingine kahamishwa maeneo mengine. Yes. Kwa sababu viwanja vingi Alex vimekufa kwa sababu ya kuviondolea hadhi. Yaani leo hii unazungumzia uwanja wa Jamhuri Morogoro. Ni miongoni mwa viwanja ambavyo vilikuwa ukiambiwa unaenda kucheza Jamhuri Morogoro. Unasema sasa naenda kucheza kwenye uwanja wa mpira. Ukiambiwa unakwenda Sheikh Amri Abeid au CCM Kirumba. Ucheze ligi kuu vile viwanja wao unapita kwa nje tu. Unaviona tu nje. Unaviona, lakini walipoanza ligi za wilaya nazo zinapigwa mle. Baki sasa hivi ni historia, kila siku vinafungwa. Na katika namna ndio hapo waba miundombinu, lakini pia ongezeko la watu. Mahitaji yetu kwa yale. Kwa sababu mechi imeongezeka, timu zimeongezeka. Watu wameongezeka pia. Sasa si ndio vinatakiwa ndio hadhi sasa kuna hadhi. Yaani tuvitengenezee viwanja fulani hadhi. Kuna miundombinu kama na mbadala wa hiyo ilokuepo? Haipo. Dar es Salaam kama ile ilokuepo inachezewa umeiua yote au umegeuza gereji. Wataacha kuhamia nani Sheikh Abeid. Changamoto ya kinchi na ndio maana kwa hivi viwanja vinavyojengwa vipi vitengenezewe hadhi hiyo. Yes. Kuna kipindi hapa nilishauri kwamba sio mbaya pia kwa wizara wakawa na wakala wa viwanja. Sio umeelewa? Kwa maana ipi hiyo unajua? Wakala wa viwanja, sio wakala wa viwanja vya ndege. Ndio, yes. Si ndio? Wakala wa barabara, TANROADS. Miundombinu tunajenga. Kwa hiyo wakala wa viwanja vya michezo. Yes. Ambavyo viko chini ya serikali. Chini ya serikali ndio vinakuwa kwa uangalizi. Kwa uangalizi wa hiyo mamlaka hiyo. Mamlaka hiyo. Hiyo utunzaji utakuwa mzuri. Sio umeelewa? Na kila kiwanja kitapewa hadhi yake. Hadhi itakuwepo. Wewe unataka nini mechi yako haiwezi kuchezwa hapa bana. Tafuta uwanja fulani ndio hiyo mechi yako haina hadhi ya kucheza hapa. Unaambiwa kabisa bwana wewe mechi au lako halina hadhi ya kuja hapa, tutakushauri nenda sehemu fulani. Au hiyo concert ya muziki hii hapa pana. Tatuharibia. Twendeni pale kwenye uwanja wa Uhuru. Mkapige pale concert ya muziki. Itasaidia sana hata utunzaji pia wa viwanja utakuwa ni tofauti na namna ambavyo ipo kwa hivi sasa, kwa sababu wizara sasa inaondoka katika usimamizi. Wanabakia katika sera na mipango ya maendeleo. Alafu wanakuwepo watu maalum ama chombo maalum kazi yake ni kusimamia. Kwa wale ndio wanawajibika. Watu walalamika wataalamu nani wale watajua. Uwanjani bwana maliwato sio masafi. Maji hayatoki. Ndio. Bwana nyewe vipi? Mbona unalegalega usafi? Bado tuna shida kidogo lini tumetatua. Sawa. Maji yalikatika wiki 2 ya dawa. Tunatumia maji ya dawa. Chimbeni kisima. Chimbeni kisima. Naam, huu hali gani mwana michezo na mtazamaji wa Mlache Media. Karibu tena tuendelee kujuzana zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako upande wa kimichezo zaidi. Ishu kubwa pia ikiwa ni swala zima la wekundu wa Msimbazi Simba ambapo wataenda kucheza mchezo wao wa finali
dhidi ya RS Berkane. Lakini swali kubwa ilikuwa ni kwamba ni wapi sasa ambapo wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kucheza mchezo huo wa marudiano katika hatua ya fainali. Kama tunavyojua ni kwamba uwanja wa Taifa kwa maana ya uwanja wa Benjamin William Mkapa ulikuwa umefungiwa, na tunakumbuka kwenye mchezo wa fainali ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walicheza dhidi ya Stellenbosch kutokea kule nchini Afrika ya Kusini, wekundu wa Msimbazi Simba walilazimika kupeleka mchezo wao kule visiwani Zanzibar kwenye kunako uwanja wa Amani New Complex. Lakini ni rasmi sasa, wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kukipiga kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa katika hatua ya fainali, ambapo utakuwa ni mchezo wa marudiano dhidi ya RS Berkane. Mchezo wa kwanza utaenda kupigwa kule nchini Morocco, ambapo ndiyo makazi ama ndio wanapotoka RS Berkane, mabingwa hawa wa muda mrefu wa kombe hili la shirikisho. Wekundu wa Msimbazi Simba bana wamekuwa wana historia nzuri sana na uwanja wa Taifa kwa maana ya uwanja wa Benjamin William Mkapa, kwa maana watu wengi sana walikuwa wanatamani sana mchezo huo uweze kupigwa pale kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini pia ishu kubwa ilikuwa ni idadi ya mashabiki pia, ukilinganisha pia ni mchezo mkubwa ambao utafanyika kwa hapa nchini Tanzania. Watu wengi walikuwa wakitamani sana mchezo huo uende kupigwa pale kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na waziri bana wa sanaa, utamaduni na michezo, hapa tunamzungumzia Mwana FA kwa maana ya mheshimiwa huyu ambaye anahusika na masuala mazima ya kimichezo, ameweza kuthibitisha kwamba ni wazi kabisa wekundu wa Msimbazi Simba wataenda kucheza mchezo wao wa fainali katika uwanja huo wa Benjamin William Mkapa. Na moja kwa moja pia ameweza kuwaondoa shaka wa Tanzania, lakini pia wapenzi na mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba kwamba wasiwe na wasiwasi, kwani tayari wamekwisha kuanza kuzungumza na viongozi wa kafu, ikiwemo rais wa kafu, hapa tunamzungumzia Mosepe, kuhusiana na swala zima la uwanja huo wa Benjamin William Mkapa. Kwa hiyo bana, mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba mnatakiwa kuondoa shaka. Ni rasmi sasa, mchezo wa fainali utaenda kupigwa pale Lupaso, ambapo ndipo vilabu vingi vinakuwa vikikutana na moto wa mnyama, pumzi ya moto. Ni rasmi sasa, Elie Mpanzu Kibisawala atakuwa akipima wachezaji vinasaba vya soka pale kwenye uwanja wa Lupaso. Lakini cha msingi kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe, bado una nafasi ya kuweza kusubscribe. Njia ni rahisi tu, unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, na moja kwa moja utakuwa umefanikiwa kujiunga na familia hii ya kimichezo. Kama kawaida, kazi yetu sisi ni moja, kuhakikisha tu zile taarifa zote za kimichezo ambazo zinaendelea kujiri kunako pande tofauti tofauti tunakuwa tunazidondosha hapa na wewe unakuwa unazipata kwa uzuri zaidi. Mpaka kufikia hapo, mimi sina la ziada. Niite Innocent Mlacha na hii ni Mlacha Media. Uwe na wakati mwema.